Hivi dokta, mtu nikute mimi nimenunua mali na uuza ili nipate faida kidogo unanipora unachukua moja kwa moja. Si wizi. Hapana, hawezi kukupora. Pauka pakawa na disi nataka nitambe. Sanaa ina tanzu 7. Wakati Shaban Robert na Emmanuel Mbogo wao wakichagua fasihi kueleza yale yaliyopo katika jamii pale kufikirika hapa watoto wa mama ntilie, basi Remi Ongala alikuwa akikatiza mitaa ya jiji la Dar es Salaam. Akitokea Sinza, wapo waliomuuliza story za huko Ulaya papoje, lakini wapo hawa waliomueleza chungu za mitaa. Dr. Remi akaona fasihi itachelewesha kuyasema hayo. Hapo ndipo yeye akachagua tanzu ya muziki, tena muziki wa dansi kuisemea jamii. Kipindi hicho hakuanza na yo wala Simba la Masimba Dangote, bali ajitambulisha kama sauti ya mnyonge pindi tu alipopita karibu na kipaza. Na hasa alipokuwa na bendi yake ya Orchestra Super Matimira, alieleza hali ngumu iliyopo mitaani, kwani hata yeye historia yake inasikitisha. Nilikuwa naishi maisha mabaya sana wakati wa udogo wangu, kwa sababu baba alikufa niko na miaka 7, mama akafa niko na miaka 14. Nikashindwa kuendelea na masomo kwa sababu hakuna mtu akunilipia masomo. Mama ndiye alikuwa analipia na mama naye amefariki. Ikabidi nitembee kwenye street tu kama watoto wengine, unaona wenyewe hawana baba wala mama. Umaskini, ukosefu wa haki, magonjwa kama ukimwi, rushwa, ajira hafifu na changamoto za familia, alitumia muziki kama silaha ya kupigania wanyonge bila ya kuogopa. Moja ya nyimbo zake maarufu ni Sauti ya Mnyonge, ama iliitwa The Poor Have No Rights, ambayo ilidadavua kwa kina mgogoro wa jiji la Dar es Salaam, ambapo watu bila pesa ukosa haki na kunyanyaswa na migambo ya jiji. Nimeuza machungwa nipate kula na miwa sina kibali. Nimeuza bigiji nikamiwa mimi mzuraji. Nimeuza sigara nikamiwa mimi mlanguzi. Jamani, sijue nile wapio. Aliwasema wakoroni na Waafrika kwenye kibao cha Wema. Aliuzungumzia ulimwengu kwenye dunia. Ule ukimwi uliosemwa kwenye kilio chetu ulipata pigo ndani ya kibao cha Mambo kwa Soksi. Licha ya kuwa wimbo huu ulileta gumzo mitaani kwa kukosa tafsida, lakini ujumbe ulifika na jamii ilikomboka. Remi aliojaa ucheshi na stori za kuvutia toka akiwa kijana. Kule kuna barabara ya kioo ya dhahabu. Barabara tu ya dhahabu imezunguka kote. Magonjwa yote tabaki huko. Mwalimu Nyerere kwanza alikuwa kiongozi wa kwanza katika Tanzania. Ni mtu ametookoa ushujaa wake, kwanza amepigana na wazungu, na uhuru wake sio kama uhuru ya watu wengine, ni uhuru wa bila damu. Kwa sababu kauli ya Nyerere inashinda hata bunduki. Tulikuwa hatukose umeme wala Kutokana na tiba aliyoitoa kupitia muziki na jamii kapona, basi mitaa ikamtunuku daktari, yani Dr. Remi Ongala, aliyoponya magonjwa kwa maneno, umaskini kwa mistari, kupinga rushwa kwa biti la gitaa lililoshika mikononi, kutetea haki za wanyonge kila jukwaa lililopanda, na hata aliposhuka alifanya hivyo. Lakini Disemba 2010 inatukumbusha kila kilichoumbwa kwa udongo basi kitarudi kwa udongo, na kizuri akidumu. Remi Ongala anaacha simanzi sio tu mitaa ya Sinza, bali ni Afrika na dunia nzima. Ameondoka, lakini sauti za mnyonge alizorekodi zinaishi nasi, tena sio leo tu, bali kesho na kesho yake, yani milele. Pumzika kwa amani Dr. Remi. Sauti hii ni ya kwangu mimi Edmund Jr. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye. Masomoni nimefukuzwa, nalikuwa sina sare, nalikuwa sina viatu, nalikuwa sina madaftari. Nimekwenda kwa mwalimu mkuu, mwalimu nihurumie mwalimu, baba yangu ni kiwete.